Ni wakati wale wenye walikucha na fungu la 10, ni wakati huu waliokucha na fungu la 10.
Taomba tusimame. Bwana, tumekula mkate wa mbinguni unaolisha imani, kuhamasisha tumaini na kuyatia nguvu mapendo. Tunakuomba tujifunze kumtamani yeye aliye mkate hai na wa kweli, na tuweze kuishi kwa kila neno litokalo kinywani mwako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Nitaomba tuketi. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Karibuni kwa matangazo. Kazi kanisani wiki ijayo ni Jumuiya Mtakatifu Stephen. Kazi kanisani wiki ijayo ni Jumuiya Mtakatifu Stephen. Mkutano wa halmashauri ya kituo ni leo baada ya hii misa ya 3. Viongozi husika waulizwa kuhudhuria. Kila Alhamisi ya wiki kuna kuabudu kuanzia saa 11 jioni. Wakristo wote mwaombwa kuhudhuria. Viongozi wa kila jumuiya wanaulizwa kurudisha proforma ya makatekista leo. Pia tunasindikiza katika misa zote 3 kwa ajili ya hiyo proforma. Bahasha za fungu la 10 zinarudishwa leo. Tunashukuru kwa wale wote ambao wamerudisha. Jumuiya ya Moyo Mtakatifu ikishirikiana na substation ya St. Agnes pamoja na ofisi ya uhusiano mwema inasikitika kuwatangazia kifo cha Eunice Jaenda ambaye anajulikana kama Ashley kilichotokea siku ya Alhamisi saa 10 jioni. Mengine mtatangaziwa baadaye. Wale ambao wangependa kwenda kuhiji kule Namgongo, Uganda mwezi wa 6 waulizwa kujiandikisha kwa William Magut au Jackson Koigi. Nauli ya kwenda na kurudi ni shilingi 1500. Pia kuna hija ya Kibeho, Rwanda ambao ni safari ya wiki moja kuanzia tarehe 14 hadi tarehe 21 mwezi ujao. Nauli ya kwenda na kurudi ni shilingi 10,500. Inahitajika kuwa na COVID certificate, passport pamoja na yellow fever. Kalenda za lay missionary zinapatikana pale nje kwa shilingi 100 na diary kwa shilingi 100. Tulikuwa na mradi za viti za kutumia kwa holi yetu ya kanisa na mradi huo haukukamilika. Kwa hivyo tunawasihi jumuiya ambao hawakutoa kiti na pia familia na mtu binafsi ambaye anaweza kufanikisha mradi huu anakaribishwa. Wanalejo watakuwa na mkutano na baba askofu Jumamosi ijayo ya tarehe 5 mwezi wa 3 kule Immaculate saa 3 kamili. Wanalejo wote mwaombwa kuchunga masaa. Njia ya msalaba Ijumaa ni kuanzia saa 11 kamili. Itaongozwa na wanafunzi wetu wa Catechetical Center. Wiki ijayo wanalitaji kikundi cha kwanza ndio watashiriki zamu ya kazi kanisani. Pia wanalitaji watakuwa na mkutano wao Jumapili ijayo baada ya misa ya 3. Wakilishi wote wa jumuiya wafike bila kukosa. Shukrani za misa za familia. Baba Paroko anashukuru familia zifuatazo: Joyce Naliaka kutoka St. Dorcas, Anastasia Award kutoka St. Luke, Lauren Malemo kutoka St. Luke na John na Scholastica Ogola kutoka St. Jude. Marafiki wa Mtakatifu Patrick watakuwa na mkutano wao Jumapili ijayo kwa Alex Lumasia wa Jumuiya ya Mtakatifu Jude baada ya misa ya 3. Wale ambao wanaenda kufanya ndoa ya pamoja, mwisho wa kujiandikisha ni tarehe 5 mwezi wa 3.
tunaomba muweze kuleta majina yenu. Kutakuwa na kupeana basari ya CDF na mbunge wetu wa Saboti tarehe 4 mwezi wa 3 katika kila polling station. Asanteni kusikiliza. Naomba kwaya tuimbe ili tuweze kusindikiza proforma za katekista. Tumsifu Yesu Kristo. Ningependa kuwashukuru wote waliopata nafasi ya kusali pamoja nasi siku hii ya leo. Tunaomba Mungu mwenye neema na baraka awatende mema. Leo pia tunayo furaha kusali pamoja na ndugu zetu na dada zetu ambao hatusali nao kila wakati kwa sababu ya umbali na majukumu walio nayo. Kwa niaba ya kanisa hili nasema karibuni sana. Nataka kuchukua nafasi hii ili yawe mafupi kumshukuru mbunge wetu Caleb, kumshukuru MCA wetu Were ambao kila wakati wanajumuika pamoja nasi kwa sala, na kwa sababu yao wamepanua urafiki wetu. Tunasema asante mheshimiwa. Tunataka kushukuru mheshimiwa kusimama pamoja na sisi. Si zamani ulikuwa kanisa hili pamoja na marafiki wengi na ukasimama na sisi. Tulikuwa tunajenga ukuta na umeona mahali umefika, na bado tunaendelea kujenga.
Tunaomba Mungu akubariki. Siku nyingine ukija tena na wageni, tutafurahi tu kwa sababu tunajua tutaendelea. Mwenyezi Mungu akubariki. Mimi sitaki kusema maneno mengi kwa sababu nimeona watu ambao nitawataja hawatasimama, kwa sababu sio mimi kuwataja wasimame. Mimi nitawataja tu mjue wako kanisani, si kweli? Nikitaja mnapiga makofi kweli kweli, sivyo? Basi nataka tushukue makofi mazuri yenyewe. Tushukue ya baba moja. Asante sana. Tunasema Baba, karibu kwa kanisa hili letu. Tumefurahi kuwa na wewe. Nataka kuchukua nafasi hii nimkaribishe mheshimiwa, nikisema tena tunapiga makofi, Stephen Kalonzo Musyoka. Nataka nimkaribishe mheshimiwa Eugene Wamalwa, apige yeye makofi. Baba nilikuwa nimemtaja, sasa yeye baba atakuja wakati wake. Waje nimkaribishe mheshimiwa Caleb, mpunge wetu. Nataka nimkaribishe mama yetu Martha Karua. Nataka nimkaribishe mheshimiwa Governor Wycliffe Oparanya. Nataka nimkaribishe Senator wa Nairobi Edwin Sifuna. Nilisikia kelele sana wakati baadhi hao waliwasili. Waje nimkaribishe Senator Olekina Ledima. Waje nimkaribishe Wachakoya mwenyewe. Sijui kama nitafaulu mtihani, lakini waje nimkaribishe mbunge Undanyi. Anaitwa Undanyi ama Wandanyi? Kama siye yasimame tu. Waje nimkaribishe mama Zipora Kitonyi. Na ili nisianguke mtihani, waje nimkaribishe Jeremia Kioni. Na kwa sababu ameniona kwa uso tumeangaliana, waje nimkaribishe Babu Owino. Wengine wote msidhani sitaki kuwakaribisha. Nataka tupigie wale sitataja majina, makofi mengi na ndugu. Hawa wote watakaribishwa. Nachukua nafasi hii nimkaribishe ili tuende kwa haraka MCA wetu, na yeye atafanya protocol. Hapa ni salamu, mazungumzo, tunaenda kule uwanjani. So karibu MCA, pigia MCA makofi. Sawa. Asante baba paroko. Wakristo wenzangu, tumsifu Yesu Kristo. Asante. Leo tunafuraha. Tunafuraha. Wapi shangwe na vigelegele ya watu? Asante sana. Kwa wale wageni, naitwa Mheshimiwa Dadi Were. Mimi ni mjumbe wa hapa Tiwani wa ODE, ni mtoto wenu na mshiriki wa hapa. Na vile vile mimi ndio MCA, chama changu ni ODM. Sinamna hiyo? Azimio la umoja. Silikuwa nakuja kusema wakati hii ikifika. Asante baba Raila Amolo Odinga. Mama wetu Martha Wangari Karua. Na kijana wetu na pia Bwana Stephen Kalonzo Musyoka, na pia bila kumsahau kijana wetu Eugene Ludovic Wamalwa. Si mnamjua? Na mjumbe wetu Caleb Amisi Luyai, kijana. Na msahau pia Kakai wa Bisau. Si anatoka tu hapa? Mmemwona pia? Au ni wetu hapa?
Nachukua fursa hii kuwakaribisheni nyote katika wodi hii ya Tiwani. Baba, wodi imekuwa wodi yako kwa miaka nenda rudi tangu mwaka wa 2007 nikichaguliwa kwa kama kansela kwa chama cha ODM mpaka leo. Hawa watu wanakupenda na wamekuwa wakiniuliza mara nyingi sana, na wakiuliza last born wetu wa ODM, kijana wetu Power, ndugu Caleb Amisi Luyai, eti baba atakuja lini? Si mlikuwa mnasema hivyo? Tulikuwa tunasema baba, baba sema baba, 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 baba. Si amekuja? Si amefika? Waswahili wanasema wageni njoo wenyeji, wageni njoo wenyeji. Si huwa itaisha leo? Si huwa itakwisha? Si Caleb wako, si baba wako, si Musyoka wako, na wale wengine si wako? Tunataka waache baraka zao pia ibaki wapi? Hapa. Wanapowekelewa mkono wakienda, watu wasie baraka hapa, tujenge huo tumalize, tutakuwa tunakumbuka baba alikuja na wale wengine. Pengine kwa masaa tu, nataka nichukue fursa hii niwatambue viongozi wenzangu. Mimi ni Deputy Minority Leader katika County Assembly ya Kitale ama ya Trans Nzoia. Niko na wenzangu ambao nitapenda tu wasimame. Nitampa tu mmoja Maisini Esia. MCS tafadhali ningependa tu msimame, maybe hamtakuwa nafasi hapa. Just stand up. Tuna viongozi wenzangu wale wa Trans Nzoia kwanza. Wale wa Trans Nzoia bebeni mikono tuwapigie makofi. Tuna wageni wetu wawili kutoka Nairobi, Deputy Majority Whip, tumpigie makofi. Naambiwa mtakuwa na wakati wenu kule. Si namna hiyo? Kuna Kitui mbali sana, tuwapigie makofi Kitui. Hao ni watu kutoka kule kwetu kwa Principal Kalonzo Musyoka. Kwa vile leo sio siku yangu, niko na Kakamega County huko ni nyumbani. Bana Bengo mliena. Kakamega wote au ni MCA wenzangu, tusao wa Bungoma ama wa Busia, kama kuna mwingine ambaye ametoka ambaye ni wa mbali kidogo, nadhani nimesema wote. Kwa vile my party leader yuko hapa, ningependa pia kutambua uwepo wa my party Secretary General ndugu Edwin Sifuna. Wapi makofi ya Sifuna? Huyo ndiye alisign mainini. Kwa haraka tu, kuna viongozi wawili hapa kutoka katika ofisi ya governor. Governor wetu ndugu George Natembea, mnajua ni wetu. Si mnajua namna hiyo? Na tulimuombea kura hapa. Na baba alisema yeye anatosha. Baba alisema. Na tunasimama na yeye. Hapa kuna uwakilishi wake, baba nani, kuna Waswa ana basha kidogo ambaye amesema anataka pia huwa ifanye namna gani? Wapi makofi ya Waswa? Kwa dakika moja tu, baada ya hapo Baba Paroko, Baba Daniel na kamiti, the president wetu Baba Amolo Raila Odinga, na Wakristo wote na wasalimu wa mjambo. Muko wazima? Kwa majina naitwa Mheshimiwa Emmanuel Waswa, nikiwa economic advisor wanatembea. Na pia mimi ni Mkatholiki. Tuko hapa na viongozi, na sisi tumekuja kusimama mbele ya kanisa mtuombee, kwa sababu mnajua kura yetu iliibiwa. Sawa sawa? Na kwa sababu tumekuja kuombewa, ndio tutaenda kuongea siasa huko nje. Governor ako kwa official duty angefika, na maneno ya wall amenipea 50,000 nipeane hapo. Na nataka kumalizia nikiambia baba, hiyo siku 11 ikiisha, sisi vijana hapa Trans Nzoia tutakuja na Caleb Amisi kuonana na huyo mtu omundu. Kwa hiyo marefu kunishinda, na wacha Mungu awabariki. Haya, wapi makofi ya Waswa? Ametuachia wall 50,000, si namna hiyo? Kuna Maisini hapa, ndugu yangu Eric, the leader of minority. I must recognize him, manake mimi ni mdogo huko, si ni kweli? Karibu. Baba Barioko, rais wetu Raila Amolo Odinga, tukiwa na viongozi wengine, viongozi Kalonzo Musyoka, Martha Karua, kijana wetu Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na viongozi wengine na Wakristo wote mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Eric Wafula, mimi ndio minority leader wa Trans Nzoia County. Mimi nilichaguliwa kwa chama ya DAP Kenya. Party leader wangu yuko hapa, Mheshimiwa Eugene Wamalwa,
Ombi langu kwenyu ni kuendelea kutuombea sisi kama wana Trans Nzoia. Sisi tumeishi upinzani miaka nenda miaka kuja. Saa hii baba, nadhani ulituacha upinzani ukaenda kwa serikali kidogo. Sisi Trans Nzoia hii miaka yote tumekuwa upinzani. So ombi langu kwenu, waacha tuombe, safari hii bado tunaendelea nayo, haijafika mwisho. Na vile ndugu yangu amesema kwamba gavana hayuko na sisi, ombi langu kwenu kama wana Trans Nzoia, Mheshimiwa George Natembeya gavana wetu angekuwa hapa, lakini ombi langu kwa viongozi wenye wako hapa, gavana amesema yeye naye angependa kuona mji wetu uwe kama Kisumu, mji wetu uwe kama kule Machakos, mji wetu uwe kama Eldoret. Ndio naona tumemtuma kule nje atafute, nasi wana Trans Nzoia tuone maendeleo. Kwa hayo machache, na Mungu awabariki sana. Asante leader of minority. Kwa wakati huu wacha nimuite mbunge wetu kijana pa. Wapi vigelegele? Na nitamwachia pesa hizi atapea padri. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Leo tumekuja na wageni chungu mzima. Mmewakaribisha? Wangapi wamefurahia kuona baba? Tuone. Wacha nichukue nafasi kumshukuru Father kwa kutupea nafasi ili tuongeleshe kanisa. Hata mimi nimeshangaa sana Father, unajua viongozi wote kwa majina na kila kitu. Asante sana Father kutupa hii nafasi. Najua mnatamani viongozi, lakini leo tuko kwa kanisa. Tumekuja kwa kanisa na baba anaheshimu kanisa. Baba amesema tusiongee hapa, anawakaribisha kule town. Pale town kwa stage ndio mnaenda kumsikiza vizuri. Na mtasikiza hawa viongozi wote pale kwa stage. Nitachukua tu nafasi baba, kwa ruhusa yako, nitambue tu wale ambao walisaulika kutambuliwa kwa heshima. Tuko hapa na kiongozi ya walio wachache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Opiyo Wandayi, na tuko hapa na jirani wetu Mheshimiwa Kakai Bisau Kiminini. Tuko hapa na Senator wa Kitui Enoch. Tuko hapa na Mheshimiwa wa Suna West Masara. Tuko na Mheshimiwa wa Ruaraka TJ Kajwang. Tuko na Mheshimiwa wa Luanda Maungu, Bwana Maungu alikuwa na homecoming jana. Tuko na Mheshimiwa wa Alego Usonga Atandi. Tuko na Mheshimiwa wa Kibra Orero. Na tuko na Senator wa Vihiga Ososi Godfrey. Nadhani nimemaliza. Kama ule nimesahau, tafadhali ni ruhusu, tutaongea kule Kitale town. Sawa sawa? Asante sana. Nataka kukaribisha baba, lakini kabla ya hiyo, baba, hii kanisa ndio inatupea baraka tukienda kwa vita. Wakati nilianza kuwa mbunge wa Saboti, nilikuwa mdogo zaidi ya hii, 2013. In fact, they were calling me a toddler. Kulikuwa na aspirants and a toddler. So I was the toddler. Na baba, wakati tulikuja hapa, Father aliniambia, Caleb, you are wasting your time. You are too young to be a member of parliament. Na hii constituency iko na majitu, watu wakubwa kubwa, vyama kubwa kubwa, hautawaweza. Na nikaambia Father, katika Biblia Numbers, kitabu cha Hesabu 13 kuendelea 14, kulikuwa na watu wawili ambao walikomboa wana wa Israeli. Na walituma, Moses alituma 12 spies to Canaan.
Wakati walifika huko walikuja na ripoti wakasema kwamba kule Canaan tuko na matunda, tuko na asali, tuko na vitu vitamutamu. Lakini pia tuko na majitu, watu wa miraba minne. Na wale 12 spies wakarudi wameogopa. Caleb peke yake ndiye alisema hata kama ni majitu, hata kama ni wakubwa, tutawashinda. Na hiyo wakati 2017 nikashinda hao majitu. Na 2022 pia tukakuja si ndio hiyo? Baba, wakati wa NASA ulisema wewe ni Joshua na Kalonzo ni Caleb. Najua Mheshimiwa Kalonzo alikuwa anashangaa, si hiyo ni jina yangu. Ukikuja hapa mimi ndio Caleb, wewe ni Caleb wa juu. And the verse, there is nothing that is happening today that has never happened in the history. Hiyo verse ya Biblia inafanyika saa hii. Kuna waoga wengi along the way wamewatoka. You started with Kalonzo, Mudavadi, Weta na wengine. Si wengine wameogopa. Those are the 12 spies we are talking about. Waliogopa na wakasema hatuwezi washinda. Lakini nyinyi na Joshua na Caleb walibaki na wakasema tunaweza washinda. So kwa hivyo, what is happening now was prophesied many years ago. Na vile Kalonzo hapa hako na baba, najua tunaenda kushinda hii. Tunaenda kushinda. I want to take this opportunity to welcome the father. Baba anataka akaribishwe na father mwenyewe. Sawa sawa? Nataka ni welcome the father, akuje akaribishe baba kwa heshima ya kanisa. Karibu sana. Basi tusukue makofi mazuri ya kumkaribisha baba, si ndio? Tusukue ya baba. Moja. Karibu baba, usalamie watu wako. Karibu sana baba. Karibu baba. Haya. Wakristo ambao wamefika siku ya leo, hamjambo. God is good and all the times. Asanteni sana. Tumefika siku ya leo ya Jumapili. Tukasema kabla tujaanza huko uwanjani kuongea na wananchi, tuje kanisani tuongee, tusali pamoja na Wakristo. Mbona tumefika hapa siku ya leo? Tumefika hapa kama wanachama wa Azimio. Lakini hapa katika kanisa hatusemi siasa. Father, asante sana kwa kutukaribisha hapa katika kanisa hii siku ya leo. Hii ni mzuri sana. Mimi nafurahi sana kila mara kukutana na Wakristo. Nina furaha mingi zaidi. Unajua Biblia iko na mafunzo mengi zaidi. Ukitaka mambo ya ujasiri unaona katika Biblia. Mambo ya uoga unaona katika Biblia. Mambo ya ukakamavu unaona katika Biblia. Mambo ya wizi iko katika Biblia. Mauaji iko ndani ya Biblia. Kama mambo yote, hata mambo ya ndoa iko ndani ya Biblia. Kwa mfano sasa, huyu Caleb anaongea juu ya vita yake na wale wakubwa yake. Amesahau ile ya Daudi na Goliathi. Labda ni Daudi ni wale walikuwa ni Goliathi. Sio? Lakini Daudi alisema ya kwamba mimi niko tayari kupigana na wewe kwa jina ya Mungu ya Waisraeli. Na Goliathi akatoka likawa na ile silaha yake kubwa. Lakini Daudi akachukua kombeo na kapiga kichwa yake na akaanguka. Si alianguka? Hata Farao alikuwa na majeshi makali zaidi. Lakini Musa akamwambia na Mungu, chukua watu yangu peleka. Si Musa alichukua Waisraeli? Si walienda? Si walivuka bahari ya Shamu?
tuliingia huko upande ya ni Sinai, sivyo? Walifika Kanani hawakupika, si walifika? Hata sisi tulisema tunaenda Kanani, tuna hakika tutafika Kanani, tuna hakika tutafika Kanani. Kwa hivyo siku ya leo tuko na maneno machache tutasema, lakini tutaongea huko nje. Hapa tukusalimu nyinyi hapa na kuambia nyinyi kwamba sisi tumeangalia huko mbele, tunaona tunaenda kufika. Ndio sababu tunasema tunaomba Mwenyezi Mungu ili tuvuke. Tuko katika genge ya mto Jordan hapa, Kanani iko ngambo ile. Tuna hakika ya kwamba tutafika. Tutafika. Au kuna mtu ambaye anataswishwi? Kuna mtu anataswishwi? Waoga watabaki huko nje. Waoga watabaki nje nyuma. Wale ambaye wana imani watafika pamoja na sisi. Sasa nataka niseme shukrani kwenu sana nyinyi hapa. Mlitupiga sisi kura kwa fujo kabisa. Tulipiga mimi kura kwa fujo. Hapa Saboti nilipata kura mingi zaidi hapa. Na nyinyi mlikuwa mkisimama na sisi tangu zamani. Wakati mwingine kwa Masinde Muliro tulikuwa na kijana wa Malwa kana hapo. Baada ya kijana kukaja wana Kitare. Wana Kitare kakaja Eugene. Baadaye sasa tuko na Caleb Amisi. Sawa sawa. Na hakika ya kwamba tukiendelea namna hii sisi zote tutakuwa pamoja, tutaendelea pamoja. Tumeona tuko hapa na ndugu Steve Kalonzo Musyoka anasimama imara. Tuko na mama wa kazi Martha Karua. Tumeona hapo. Na huyu bwana Jeremiah Kioni, huyu ndio katibu mkuu wa chama ya Jubilee. Anawakilisha Uhuru Kenyatta. Uhuru anatuma salamu zake. Mnapokea? Mnapokea? Ngine yako kule Abuja, Nigeria. Lakini alisema nikifika hapa nimekuta Wakristo, niseme toe salamu zake. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi sitaki kuendelea mbele zaidi, naletea nyinyi salamu kutoka kwa bibi yangu Mama Aida Odinga. Na sisi tuko pamoja na nyinyi na tunajua Mwenyezi Mungu atasimama pamoja na sisi zote kama Wakristo. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sasa tuko kanisa. Sasa tuko na mimi niko na kitu yangu kidogo hapa. Nataka kama kuna mtu ambaye anataka kunisindikiza, anisindikize. Asante sana.
Baba wa